uko na uwezo wa kwenda mbele za Mungu na kupata majibu. Usikubali kununua maombi. Usikubali kudanganywa na vitu. Unaanza kununua maji hapa, unaambiwa sijui wewe unamwaga ingine unaoga naye. Wacha hiyo sarakasi, italeta mapepo. Wacha kununua mawe ya Goliath na vifagio vya kufagia mapepo. Enda mbele za Mungu ambaye anajibu maombi. Unajua siku ya leo watu wengi kanisani wamedanganywa. Hata hapa kama ningepaki kamchanga niseme sasa prot, unaleta hapa 1000 hii kamchanga unanunua. Watu wengi wanapenda hizo sarakasi. Huyu Mungu anakupenda sana na anataka ajibu maombi yako kama vile Hana. The Bible says in Hebrews chapter 4 and verse 16 that we approach the throne of grace with confidence. I want to commission you tonight. Approach the throne of grace with confidence by his blood. Wewe uko zako. Siku moja nilikuwa nimeenda na kufundisha kukosa kuambia watu shida zako. Siku moja nilikuwa nimeenda kutembelea wapendwa pale Mathare North. Wakati huo nimewacha tu kazi, niko katika mwanzo wa maisha ya huduma. So wale hawa wapendwa wakanizidikisha. Lakini sina fare na imefika saa 3 ya usiku. Na shule hii ambayo niko nimeambiwa usiambie watu shida zako. Sasa nikashindwa hapa. Nilete story ya shida ya pesa. Yaani unajaribu kimwanadamu tu, lakini unasikia haingii. Finally tukafika stage. Matatu ndio hiyo. Nikaingia. Kwa sasa utasema namna gani? Yaani usiku hauwezi kusema nitaenda miguu. Nikasema sasa Mungu, kama katika hii shule siwezi kuambia mtu shida yangu. Kiumane. Nikaingia kwa gari. Wapendwa wakageuka. Wakiwa wanaenda nikaona mmoja amerudi. Akakuja na kanoti, amekuja hivi akanipatia kwa dirisha. Ilikuwa ni shilingi 200. Nikasema kai na wahonokia. Yaani nimenyamaza tu. Kwa wewe mwenyewe tu umeingilia kati. Naitangwa shule ya Mungu. Shule ya Mungu hauambii watu shida zako. Wakati nilikuwa shule ya Mungu, Mungu anakufundisha